Mnangojea nani? Mnangojea Yesu arudi? Kujiandikisha, nani amekuambia kujiandikisha unahitaji pesa? Yes, so wewe wewe enda ujiandikishe, hakuna pesa utaitishwa. Na ukishajiandikisha, enda kwa hospitali yeyote. Enda kwa hospitali ya serikali, enda kwa hospitali ya mission, enda kwa hospitali private, utatibiwa. Kama wewe uko na homa, kama wewe uko na tumbo inakusumbua, ama wewe uko na malaria, utatibiwa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Na mtu akijaribu kukuuliza pesa, piga ripoti kwa polisi, huyu mtu ananiuliza pesa. Mnanisikia? Neko kana tiguo. Mnanisikia? Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema hivi. Si ndio? Nimesema kila mwananchi, ile outpatient, ile unaenda hujalala kwa kitanda hospitali. Ukienda kwa hospitali, utatibiwa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa. Bora umejiandikisha kwa SHA. Kwa sababu kama umejiandikisha kwa SHA, hiyo hospitali itatuma bill kwa serikali na tutalipa hiyo bill yako. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na tutapangana namna hiyo na tutaendelea namna hiyo. Otherwise, mimi nataka niseme asante sana. Mimi nimefurahi nimefika hapa, na mimi nataka niwahakikishie kwanza watoto hawa wetu, tunataka watoto wetu wasome. Kila mtoto wa Kenya asome. Tumeelewana? Saa ile tunajenga hii affordable housing hapa. Mimi nataka nishukuru shule ya Mishinda hapa, wametusaidia na hii shamba. Na tumekubaliana na huyu contractor ambaye anafanya hapa kwa hii shule tutaongeza madarasa 30 ya wanafunzi. We'll build an extra 30 classrooms. Kwa sababu tunataka wale watu wote watakuja hapa, watoto wao wasome hapa karibu. Nyinyi mnanielewa jameni, watu wa Mishinda? Tumeelewana? Tumeelewana? Wanataka nini wale? Wanataka basi. Sasa wewe, kwanza mimi nataka niwashukuru watu wa Mishinda. Nitaongea mambo ya basi, relax. Mimi nataka niwashukuru watu wa Molo. Si ndio? Mumenipatia shujaa kijana anaitwa Kimani. Nataka munisikize. Nataka munisikize vizuri. Nataka munisikize vizuri. Huyu kijana, huyu mheshimiwa wenu, ndiye amenisaidia pale bunge mpaka tukakuwa na pesa ya kujenga hii affordable housing hapa. Na sio hapa peke yake, Kenya mzima. Tunaelewana? Kama kuna mtu ambaye yako na msimamo kama kiongozi, this young man. Tunaelewana? Wengine wanampigia makelele, lakini Kenya haiwezi kujengwa na midomo ama sarakasi. Kenya inajengwa na miradi na mipango ya maendeleo. Ama namna gani, my friends? Nani alikuwa anajua? Niwaulize. Tumekuwa na serikali 5. Lakini nani alikuwa anajua ghorofa 14 itajengwa Elbagon? Nani alikuwa anajua inawezekana Elbagon? Si ndio hii sasa tumejenga hapa? Si ndio inaanza hapa? Si ndio? Kwa hivyo kubadilisha Kenya inahitaji viongozi wenye wako na akili, wako na maono, wako na mpango, na mmoja wao ni huyu kijana wenu huyu. Nyinyi mnanielewa? Nasikizeni bwana. Unajua hii Kenya imechelewa miaka nyingi kwa sababu viongozi wengi ni watu tu wa bwerere, manga tu kelele, sarakasi, sijui Masugo, sijui Kasongo nini, one time. Ujinga mtupu. Nyinyi mnanielewa? Sikizeni my friends. Tunaelewana? Hii manyumba tunajenga hapa, tunajenga Kenya mzima. Mumeona ile tunajenga Nairobi. Kila city, mkienda Nakuru, mkienda Eldoret, mwende Kisumu, mwende Wajir, mwende Mombasa, mwende Kitui. Tunajenga kila mahali. Kama tungeanza hii kazi ya ujenzi miaka 20 iliyopita, Kenya hii ingekuwa imebadilika kiaso ya kwamba amunge iona vizuri. Na mimi nataka niwaeleze, in the next 2 years, hii Elbagon itabadilika, itakuwa city. Kwa sababu hii dunia tutakuwa tumemaliza. Nyinyi mnanielewa?
Elbagon hoye! Elbagon hoye! Na wale wanatupigia makelele, badala ya kutupigia makelele, watuambie sisi tunajenga hizi manyumba hapa, wao watajenga kitu gani? Sisi tumepanga yetu ya kuonekana, yao ni gani? Wawaje kuzunguka tu na maneno matusi, sijui nini, biashara ya bure. So mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Elbagon, mimi niko na mambo yenu ya barabara, mimi niko na mambo yenu ya matibabu, mimi niko hapa Nakuru, na siondoki leo, mimi nitakuwa hapa kesho, mimi nitakuwa hapa kesho kutwa, mpaka hii Nakuru ibadilike. Wale watoto wanasema wanataka basi. Sasa wewe mheshimiwa, mimi nitakupatia shilingi milioni 5, wewe uongeze ununue basi ya watoto wale. Aendelee namna hiyo. Tuko pamoja? Tunaendelea? Bas, mimi nataka mjue vile vile. Mnajua sasa tunajenga barabara kubwa kutoka Nairobi mpaka hapa Mau Summit. Mimi nakuja kuanzisha mwezi ujao dual carriageway. Si mnajua saa hizi kuna msongamano ya magari, ukitaka kwenda Nairobi unatumia masaa 4-5. Sasa tunapanua hiyo barabara. Tunaongeza lane, badala ya lane 1 ama lane 2 itakuwa lane 6. Nyinyi mnanielewa? Ndio hapa ikae kama Marekani ama ikae kama Ulaya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo kazi tunaanza next month. Mimi nitakuja kuanzisha hapa, na saa ile tutakuwa tunajenga hiyo highway. Pia tutashughulikia hii barabara yenu hapa ndio ikae sawa sawa, kwa sababu ndio itakuwa bypass mzuri. Kwa hivyo sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Tunaenda kule kufanya ile kazi ingine ya kuamilisha, na mimi nitarudi hapa tena na tena na tena mpaka tubadilishe Nakuru na tubadilishe Kenya. Sawa sawa? Tumekubaliana? Kwa hivyo watu wa Kasarani mjue, watu wa Isili mjue, watu wa hapa chini, tunataka tubadilishe hii town, na hii tunajenga hapa ni manyumba zenu. Kwa hivyo asante sana, na tutashughulikia kila mtu. Sisi tunajua kule kuna landlords.